Mikasa za Yudism. Penzi la Okta. Episode 9. Mchezo wa hatari. Aisha amegonga mlango wa Okta, lakini Sasha anamsubiri. Kath anapanga mpango mpya wa kumteka Okta kabisa. Angel anaanza kukusanya ushahidi dhidi ya Kath. Marcus na Hassan wanajaribu kumsaidia Okta kutoka kwenye moto huu. Aisha anamshangaza Okta. Mlango wa hostel ulipofunguliwa, Aisha alikuwa amesimama pale, macho yake yakiwa na mchanganyiko wa hisia, huzuni, hofu na upendo wa siri. Okta, tunaweza kuzungumza? Okta alishusha pumzi nzito. Alijua kuwa Sasha alikuwa anamsubiri, lakini pia alihisi kwamba Aisha alikuwa na jambo muhimu la kumwambia. Aliangalia saa yake, ilikuwa ni dakika 4 kabla ya muda wa Sasha kuisha. Okta aliongea. Aisha, kuna nini cha dharura? Aisha aliingia chumbani kwa Okta na kusema kwa sauti ya chini. Nimegundua kitu kuhusu Kath. Yule msichana sio mtu wa kawaida Okta, hakika nakwambia. Nina ushahidi kuwa ameshawahi kumchezea mwanafunzi mmoja na kumharibia maisha. Okta alishtuka. Umesema nini? Aisha akatoa simu yake na kumuonyesha screenshot za mazungumzo aliyopata kutoka kwa rafiki yake aliyekuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili. Aisha akisema, Kath si mtu wa kawaida Okta. Akisha kuvuta kwenye mtego wake, hakuna kutoka salama. Sasha anampigia Okta, lakini hakupokea. Sasha akiwa chumbani kwake, alitazama saa yake na kugundua kuwa dakika 5 zilikuwa zimepita. Sasha alijisemea moyoni, Okta, sijakuona bado. Unajua maana yake nini? Lakini Okta hakupokea simu yake. Sasha akanyanyua simu yake na kumteksti Kathy. Sasha akimwandikia kwa kusema, Okta ananizingua. Anapaswa kujua kuwa siwezi kupuuzwa. Nahisi kuna mtu anampotosha. Kath anamjibu kwa kejeli, usijali, nitahakikisha anakusikiliza kwa vyovyote vile. Sasha akatabasamu kwa hasira kidogo na kujisemea moyoni, hii ilikuwa inaenda kuwa vita. Angel anapata siri kali ya Kath. Wakati huo, Angel alikuwa kwenye mission yake binafsi. Alikuwa anachunguza historia ya Kath na kupitia kwa marafiki zake wa karibu, alipata ujumbe wa WhatsApp kutoka kwa mwanafunzi mmoja aliyeanguka mwaka jana baada ya kuhusiana kimapenzi na Kath. Mwanafunzi anasema, Angel, ukimwambia Okta awe makini, utakuwa umemsaidia. Kath ni hatari, na mtu akijua mengi kuhusu yeye, hupotea ghafla. Angel alihisi mwili wake ukitetemeka. Kath alikuwa na nguvu kuliko alivyodhani. Sasa ilikuwa lazima amwambie Okta kabla hajachelewa. Kath anaanza mpango wake. Katika chumba chake cha kifahari, Kath aliketi kitandani, akinywa divai yake taratibu huku akifikiria njia bora ya kumweka Okta chini ya himaya yake. Aliinua simu yake na kumpigia simu mtu mmoja wa hatari kutoka nje ya chuo. Kath anasema, Okta hajawa mtiifu na nataka kuhakikisha anakubali kila kitu ninachotaka. Mwanaume mmoja shababi akajibu, usijali, nitamwekea presha kiasi kwamba hataweza kuamka asubuhi bila kuwa na hofu. Kath akatabasamu. Okta, hujui unachokifanya, alijisemea kimoyomoyo. Aisha amegundua ukweli wa Kath na anamwambia Okta. Sasha amechukizwa na Okta kupoteza muda wake na sasa anaanza mchezo wa kulipiza kisasi.
Angel anapata taarifa kuwa Kath anaweza kuwa mtu hatari kuliko walivyodhani. Kath anaanza mpango wa kumweka Okta chini ya ushawishi wake kwa lazima. Je, Okta ataweza kujinasua kutoka kwenye huu mchezo wa hatari? The end of episode 9, episode 10 loading. Sasa game imegeuka kuwa vita halisi. Aisha anamwaga siri, Sasha anapanga kisasi, Angel anatafuta njia ya kumwokoa Okta na Kath anaingia moda ya hatari. Episode 10 itakuwa hatari zaidi. Tuendelee ama tusiendelee? Mambo ni fire. 2025 ni moto otea mbali. Usisahau kusubscribe, kulike na kubonyeza kitufe cha kengele. Channel yetu ya Okta Series Zone ipo kwa ajili yako. Kwa wale wanataka kujiunga na magroup yetu kwa updates tofauti. Ni texti WhatsApp kwa nambali 0714 40 89 72 au 0754 40 89 72 na muunganishwe kwenye magroup ya WhatsApp ya Okta Series VIP Room kwa shilingi 1000 tu. Jina ni Isaac Shabani Pugutu. Tuma muamala wako baada ya kukamilisha malipo, na wasaidizi wetu watakuunganisha kwa haraka iwezekanavyo. Karibuni sana.